na wachawi na hao waabuduo sanamu, sehemu yao ni katika lile ziwa liwakalo moto na kiberiti. Ukiwa ni mtu mzinzi, ukiwa ni mtu mchawi, basi ujue ziwa la moto linakungojea. Inawezekana usiwe ni mchawi wa kuruka usiku, lakini unatembea na mairisi kwenye maisha yako, basi wewe ni mchawi. Inawezekana usiwe ni mchawi wa kuroga, lakini unaweka dawa kwenye biashara yako ili upate pesa. Nataka nikwambie, bado utahesabiwa kuwa ni mchawi, kwa sababu unategemea nguvu za giza kufanikiwa. Biblia inasema amelaaniwa mtu yule amtegemeaye mwanadamu na kumfanya mwanadamu kuwa kinga yake. Maana yake kwenye maisha yako unaishi kwa kutegemea mairisi. Kwenye maisha yako unaishi kwa kutegemea dawa za waganga ili ufanikiwe kwenye biashara yako. Bado Biblia inakuhesabu wewe ni mchawi. Unasema una ujasiri wa kuongea maneno haya, umepata wapi? Nataka nikwambie ndugu yangu, maisha uliyojichagulia hayataweza kukufikia. Inawezekana umejichagulia maisha ya uzinzi kwenye maisha yako. Inawezekana umejichagulia maisha ya ulevi kwenye maisha yako. Inawezekana umechagua njia ya utukanaji, njia ya kupenda wanawake, ndio maisha uliyojichagulia. Halafu siku moja unategemea ujue siku moja utakufa, halafu utaishia kwenye mateso ya milele. Lakini alikuja Yesu ili upate uzima wa milele. Alikuja Yesu ili ukombolewe. Alikuja Yesu ili akutoe kwenye maisha ya anasa. Ndio maana akajitoa kwa ajili yako. Ndio maana akayatoa maisha yake kwa ajili yako dada yangu. Ndio maana akayatoa maisha yake kwa ajili yako kijana. Unasema unaenenda na wakati. Yesu alikuja ili akutoe huko, ili upate uzima wa milele. Usiishi maisha ya kuigiza. Usiishi maisha ya kupenda anasa. Ukiwa unaishi maisha ya kuigiza, basi ujue siku moja utaishia kwenye mateso ya milele. Usiishi maisha ya bongo movie. Bongo movie hayo ni maisha ya kuigiza. Sasa na wewe unaishi, halafu unategemea uingie kwenye uzima wa milele. Jioni ya leo nimekuletea neno la Mungu kwenye maisha yako. Huu ndio wakati wako wa kubadilika. Huu ndio wakati wako wa kutubu na kutoka kwenye hizo njia unazoziendea. Unaishi maisha machafu yasiyompendeza Mungu. Biblia inasema kwenye kitabu cha Yohana mlango wa 1 mstari wa 1, hapo mwanzo kulikuwa neno, naye neno alikuwa kwa Mungu, naye neno alikuwa ni Mungu, na huyo neno alifanyika mwili akakaa kwetu. Maanake Yesu alifanyika mwili akaja ili atupate, akutoe kwenye dhambi, akutoe kwenye ulevi, akutoe kwenye matukano, akutoe kwenye uzinzi. Alafu leo unajiona wewe ndio wewe. Kumbuke kwamba kuna maisha mengine baada ya haya. Siku zinazozidi zinatuambia kwenye kitabu cha Waebrania, tumeandikiwa kufa mara moja, na baada ya kufa ni hukumu. Wewe unafikiri baada ya maisha haya unayoishi hapa duniani utaenda wapi? Unaishi, lakini bado una uchawi. Unaishi, bado unakwenda kwa waganga. Halafu unategemea baada ya maisha haya utaenda wapi mwanadamu? Unaingia mwili tu unaoota kaburi. Utaenda wapi wewe? Wengine wako hapa wanaringia uzuri wao. Wengine wako hapa wanajivuna kwa vile ni wazuri. Nataka nikwambie, hata ukiwa ni mzuri kama malaika, lakini kama moyo wako ni mwovu mbele za Mungu, Mungu hataangalia uzuri wako hata siku moja.
mzuri halafu hauna Yesu, bado haitakusaidia chochote ndugu yangu. Unalingia maisha ulionayo ni sawa. Ukiwa unaishi kwenye dhambi, ujue kabisa mauti ya milele inakungojea. Ukiwa unaishi kwa kutenda dhambi, basi ujue siku moja utakwenda kusimama mbele ya kiti cha hukumu ukitoa hesabu ya maisha yako. Baba yako hata kwenda kusimama na wewe, mchungaji wako hata kwenda kusimama na